Umeiona kazi yangu? Sasa basi, chagua niondoke au nibaki. Za asubuhi tajiri. Ise pole na usingizi. Najua wewe ndio utakuwa unanisikia, ila sema huwezi kunijibu kutokana na usingizi ulionao. Ila mimi nimekuja tu kukusalimia na kukuangalia umelaleje na umeamkaje. Sasa kwa sababu bado umepumzika, mimi naomba niendelee tu kuzungumza kwa sababu na imani utakuwa unanisikia. Sema uwezi kunijibu. Kwanza kilichonileta hapa tajiri, unajua tulikuwa katika hali ya sintofahamu fulani hivi, ni kama vile nilikuwa kama sikutaki, lakini nimekaa usiku mzima huu hapa nimejitafakari, nikafikiria, nikaona kwamba nikikuacha uondoke nitakuwa kama vile sijakutendea haki, unaweza ukakosa hata sehemu ya kuishi. Kwa sababu pia so rahisi mtu kukupokea, kwa sababu wewe ni jogoo fulani hivi, una maajabu, unaongea pia. Kwa hiyo nisiongee sana, kwa kifupi ni kwamba nimekukubalia. Nimekukubalia ukae hapa mpaka utakapochoka, lakini pia nakuomba usichoke, ukae hapa tuvumiliane. Najua wewe ni ndege, mimi ni mwanadamu, mimi naweza nikana madhaifu. Nilikuwa naomba madhaifu yangu utayavumilia, tuishi tu. Lakini pia lile jambo lako kama ulilofanya jana la Ijumaa saa 6 usiku, wewe endelea tu kulifanya kila Ijumaa bila wasiwasi wowote, kwa sababu hakuna atakayekuwa na kubugudhi. Na hiki chumba kikiwa ni cha wageni, naomba kuanzia sasa hivi basi kitakuwa ni cha kwako. Wewe kichukue hiki chumba, kitakuwa ni cha kwako muda wote, wakati wote. Basi tu tuishi ndugu yangu, tuishi. Lakini pia kuna kitu nimekiwaza hapa. Nimekifikiria, nikaona kwamba nikupa hata jina. Kwa sababu ya masuala ya kukuita wewe au kukuita jogoo, naona kama vile nakuwa kama sikupia heshima yako. Kwa hiyo ukiamka tutaongea tu mengi. Japo najua hujalala kwa sababu nimekusikia unawika muda sio mrefu. Lakini tutaongea tu baadaye. Ningoja nitoe kidogo, niwe nafanya usafi. Wewe utaniambia tu chochote utakachohitaji, kama hata labda unaoga pia. Usioge maji ya baridi, nitakuchemshia kiongozi wangu. Sasa mimi nipo, maana naona sijui kama bado na usingizi. Nipo, kinihitaji niita. Huna lolote, hela ndo zimekuchanganya.
Samani, naongea na nani? Ina maana sauti yangu hujaikelili au? Kijiti. Ni mimi mpenzi wangu, nimekumisi kwa wapi? Kijiti. Wewe si umekufa wewe? Nimekufa? Ndio umekufa. Yaani ninavyokuambia. Maiti yako ipo nyumbani. Na kila ikifika usiku, popote unapoenda kulala, lazima niikute. Sasa unavyoniambia eti upo nyumbani, sijui umenimisi, ndio nashindwa kuelewa. Nisikilize mpenzi wangu. Jana nilipokuwa hapa nyumbani kwako, kaka alinichukua. Nikajikuta niko nyumbani. Yaani nashindwa kuelewa, sijui kilitokea nini. Hebu subiri kwanza. Pole sana shemeji yangu. Najua ni kipindi kigumu sana ambacho nakipitia sasa hivi, ila yatupasa tu wote kwa pamoja kukaza moyo, kwa sababu yote ni mipango ya Mungu. Na pia unaweza ukajihisi kwamba ni mwanamke ambaye hauna bahati, kwa sababu ni ndoa yako ya kwanza na mwanaume wako pia aliyekuoa hukumaliza naye hata wiki, ametangulia mbele za haki. Unaweza ukajiona kama una mkosi, lakini yote kwa yote mpangaji ni Mwenyezi Mungu, na yeye ndo anajua mwanzo wetu na mwisho wetu. Kwa hiyo yatupasa tu kukubaliana na hali na tuweze kujua tunapita vipi katika hichi kipindi kigumu. Alafu hivi mke mkubwa wa kaka yuko wapi? Kwa sababu nimemwangalia kule nje, nikamwangalia na sebleni, na pia nakuja huku chumbani simkuti. Atakuwa ameenda wapi? Sema kwa hii shemeji, mimi hajaniaga kabisa. Isitoshe sasa hivi mke mkubwa simuelewi kabisa. Maana kuna watu wanakuwa wanakuja humu ndani wanaongea lugha ambazo sizielewi. Kisha anakuwa anaondoka na hao watu, sio anaenda kuongea nini huko nje, yaani nakuwa simuelewi. Sasa ametoka, ameenda uani, ameenda dukani, au yupo mazingira ya hapa ndani? Mkuu, samahani sana kwa kuchelewa, maana si unajua pale nyumbani mazingira sio rafiki. Hivyo basi, na kama unavyojua mimi Kizuka sistahili kutoka toka. Kwa nilikuwa nasubiri watu wazubai na mimi nipate nafasi ya kutoka. Naomba nisamehe sana mkuu wangu. Samahani kwa hilo mkuu. Bila samahani mshirika wangu. Naelewa kazi unayoifanya ni kubwa sana, sio ndogo kama wewe unavyofikiria. Lakini nimeita kikao cha dharura na wewe kwa ajili ya jambo moja tu. Na kama unavyojua, leo ndo siku
ya kulala na maiti ya marehemu mume wako. Hivyo nimekuleta hapa nikuonyeshe hiki chumba, kwa maana vijana wangu tayari wameshaenda kuifukua ile maiti na wataileta humu ndani. Kwa hiyo inakubidi utafute muda usiku wa leo ili uje kulala naye kwa ajili ya kukamilisha adhima yetu na ya kwako pia. Kama unavyojua, ulijitolea kumuua marehemu mume wako kwa ajili ya kupata mali, lakini pia si mali tu, na kwa ajili ya kukufanya wewe uwe na nguvu zaidi za kichawi. Hivyo basi, lala na maiti ya mume wako leo. Itakusaidia kuongeza nguvu na pia kukupa uwezo wa kunusa ili kujua jogoo wa maajabu yuko wapi. Japo tumechelewa saa 6 usiku ya Ijumaa ya jana, lakini itatubidi tufanye juu chini ili Ijumaa ijayo tukamilishe adhima yetu. Na maanisha tuwe na huyo jogoo wa maajabu. Na kama atakuwa ametoka na mambo yake mengine na ameenda mbali na hapa nyumbani, nyie jana mliambiwa na baba mdogo na yule bibi aliyekuja hapa aliwaelekeza kila kitu kuhusiana na kukaa Eda. Nyie ni vizuka, hamtaki kwenda sehemu yoyote mbali na hapa nyumbani. Sasa unavyoniambia mke mkubwa ametoka, na kama atakuwa ameenda mbali na yana mazingira ya nyumbani, na isitoshe atakuwa ametoka bila kuaga, itakuwa amekosea sana, kwa sababu kila kitu mnajua. Mimi binafsi nahisi kuna kitu ambacho kinaendelea kati yake na hao watu. Ila nimekuita hapa shemeji, niweze kuomba jambo moja. Nilikuwa naomba kama itawezekana leo uweze kunipeleka kwenye kaburi la mume wangu, walau nikaongee naye hata saa moja, maana na kitu kivita moyoni mwangu. Wenda nikifika pale nikaongea naye nitajisikia vizuri. Sawa shemeji, nimekuelewa. Naomba ujiandae nikupeleke. Lakini pia nina habari njema, kwa sababu shushu wangu ameniambia ya kwamba jogoo wa maajabu hayuko tena kwa Steve, anamilikiwa na mtu mwingine. Yaani kwa sasa itakuwa rahisi sana kwetu kumpata huyo jogoo wa ajabu. Na kama unavyojua, Steve sio mtu wa mchezo. Ametuhangaisha sana, ametuliza sana, na mara ya mwisho ni jana alinipiga na kitu kizito. Sio kitu kizito. Na ndo maana jointi za kiuno changu haziko sawa kabisa, yani nachechemea mimi. Lakini jogoo wetu wa maajabu tutakapompata atatufariji, na Steve atalipia kwa hili. Usijizuie mshirika, cheka. Cheka kwa nguvu Mrs. Maiti. Unacheka nini? Una kazi nzito mbele yako. Nzito.
Unajua hii inashangaza. Yaani hii inawezekanaje? Unajogoo anayetapika pesa? Jogoo anatapika pesa? Huyo si jogoo wa ajabu huyo. Ndio hivyo mdogo wangu, sio anazitapika tu, anazitapika alafu anazifunga mafungu kama muhasibu yani. Mdogo wangu, najua ni swala ambalo aliingia akilini. Kwa akili ya kawaida ni swala ambalo alielezeki, lakini ndio hivyo. Hata mimi mwanzo nilikuwa naona ni kama ndoto yani. Yaani nilipoziona zile pesa, niliona ni kama ndoto. Hadi nilipozishika nikazipapasa, nikazichungulia, nikaona kabisa ni pesa halali kwa malipo ya Tanzania. Wewe hebu toka hapa, kafanya usafi hata uko nyuma, tuache tunamwongeza familia kidogo. Toka. Sawa sister, ina shida. Yule jogoo ana maajabu, sio kitu cha kawaida. Ila kama unakumbuka, hata jana nilikuja naye hapa, na wewe ulimuona. Ndio maana pale wakati nakaribia kuondoka uliniuliza, ukaona muulizia kana kwamba umeona kwamba nilikuja na jogoo. Mimi nilikataa, nikakupinga pale kwa sababu sikutaka ujue kama nina jogoo namna ile. Siwezi kuelezea kwa kina kwamba nilimpata vipi na nilimtoa wapi, lakini kwa kifupi ni kwamba nilipewa na mzee mmoja hivi. Alinipa mzee mmoja na yule jogoo na masharti yake fulani ambayo siwezi kukuambia kwa sasa hivi. Ana masharti yake ambayo mwanzo nilikuwa sielewi. Lakini yale masharti kwa sasa hivi sio chochote, sio lolote. Cha msingi tuzingatie hili. Yule jogoo anatapika pesa za kutosha kila Ijumaa saa 6 usiku. Kwa hiyo mdogo wangu, nafikiri sasa hivi tukae kwa kutulia. Tushakuwa matajiri, hatuna shida ndogo. Na mimi nitaka tuboreshe maisha yetu kwa katika upande wa vitu vingine, hasa chakula. Sehemu ya kuishi tunayo. Marehemu baba alituacha vizuri, ametuachia nyumba nzuri, tutaishi. Yani nyie mtaishi, mimi sasa hivi nataka nijitegemee kidogo na maisha yangu yale mengine. Na hapa nilikuwa nimekuja kumwambia mama hili swala, lakini naona sijui tusimwambie kutokana na hali yake, labda atapata pressure na ataanza kutufuatilia. Naona kama tusimwambie vile. Lakini ukae ukijua nimekuibia hii siri. Sasa hivi tushakuwa matajiri. Tutakuwa tunapata pesa taslimu isiyopungua milioni 30 za Kitanzania kila Ijumaa saa 6 usiku. Kwa hiyo nadhani tushangilie. Na sasa hivi hapa tuende ndani ukaniorodheshia mahitaji madogo kama chakula ambaye yako humu ndani. Mimi nataka nishushe mzigo wa chakula hapa. Lije gari zima lishushe unga, michele, mafuta, kila kitu. Mdogo wangu, tushakuwa matajiri. Nataka hii hela tuile kwanza, alafu ile ya Ijumaa ijayo ndio tutumie katika mambo mengine ya kimaendeleo. Twende mdogo wangu, matajiri wa Dubai.